Mwanzo sura ya 25. Ibrahim alioa mke mwingine, jina lake akiitwa Ketura. Akamzalia Zimrani na Yokshani na Medani na Midiani na Ishbaki na Sua. Yokshani akamzaa Sheba na Dedani, na wana wa Dedani walikuwa Waashuri, wa Waletushi na Waleumi. Na wana wa Midiani walikuwa Efa na Eferi na Hanoki na Abida na Elda. Hao wote walikuwa ni wana wa Ketura. Ibrahim akampa Isaka yote aliyokuwa nayo, lakini wana wa Masuria aliyokuwa nao Ibrahim akawapa zawadi, naye akawaondoa katika mahali alipokaa Isaka mwanawe, wakati wa uhai wake, waende pande za mashariki mpaka nchi ya Kedemu. Hizi ndizo siku za miaka ya maisha ya Ibrahim alizoishi, miaka 175. Ibrahim akafariki, naye akafa katika uzee mwema, mzee sana, ameshiba siku. Akakusanyika kwa watu wake Isaka na Ishmael wanawe, wakamzika katika pango ya Makpela katika shamba la Efroni bin Sohari Mhiti, liye Lekael alo Mamre. Katika lile shamba alilolinunua Ibrahim kwa wazawa Hethi, huko ndiko alikozikwa Ibrahim na Sara mkewe. Ikawa baada ya kufa kwake Ibrahim, Mungu akambariki Isaka mwanawe, naye Isaka akakaa karibu ya Biir Lahai Roi. Hivyo ndivyo vizazi vya Ishmael mwana wa Ibrahim, ambaye Hajir Misri mjakazi wa Sara alimzalia Ibrahim. Na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmael kwa majina yao na kwa vizazi vyao. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmael ni Nebayoti na Kedari na Abidail na Mibsam na Mishma na Duma na Masa na Hadadi na Tema na Yeturi na Nafishi na Kedema. Hao ndio wana wa Ishmael, na hayo ni majina yao katika miji yao na katika vituo vyao, masayidi 12 kwa kufuata jamaa zao. Na hii ndiyo miaka ya maisha ya Ishmael, miaka 137. Akakata roho, akafa. Akakusanyika kwa watu wake, wakakaa toka Havila mpaka Shuri unaoelekea Misri kwa njia ya kwenda Ashuru. Akakaa katikati ya ndugu zake wote. Na hivi ndivyo vizazi vya Isaka mwana wa Ibrahim. Ibrahim alimzaa Isaka. Isaka akawa mwenye miaka 40 alipomtwaa Rebeka binti Bethueli Mshami wa Padan Aramu, ndugu wa Labani Mshami, kuwa mke wake. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa 2 yako tumboni mwako, na kabila 2 za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha walikuwamo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele.
Wakamwita jina lake Esau. Baadaye ndugu yake akatoka na mkono wake unamshika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. Watoto wakakua. Esau alikuwa mtu ajuaye kuwinda wanyama, mtu wa nyikani, na Yakobo alikuwa mtu mtulivu mwenye kukaa hemani. Basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake, na Rebeka akampenda Yakobo. Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimwita jina lake Edomu. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi? Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza.